Baada ya siku 3 mtoto wangu akapiga magoti. Na kalikuwa kanaongea kidogo nini Kiingereza. Mama, nataka nirudi kwa nani? Kwa baba. Unaona? Nikamwambia, kwa nini unataka urudi kwa babako? Kwa vile mimi sina kitu. Akaniambia, hapana, aliyenibaka mimi ninavyomwangalia roho inaniuma. Nikamwambia, aliyekubaka ni nani? Si nimeshasema mwalimu. Akasema sio mwalimu. Nikamwambia, aliyekubaka ni nani? Mjomba. Unaona? Nikamwambia, mjomba. Nikamwambia, kwa nini ulimtaja mwalimu? Akasema ningelala wapi? Nikaona nijibu sahihi. Hapo niseme kifupi, mimi ilibidi nijihusishe na nani, na ustawi wa jamii. Mwanangu akapelekwa Mwanza kwa baba mtu, ili kabla sijaendelea na mambo yangu, yani kabla sijaendelea na mimi, yani na wenyewe kutaka haki yangu, mtoto asizidi kupata nini stress. Mtoto kasafirishwa. Nikamwambia, mama, naomba ndugu yangu, naomba mdogo wangu aniombe msamaha kabla sijachukua hatua. Alafu kwa nini amewekwa ndani mwalimu miaka 30 ambaye hajafanya nini? Kosa. Hajafanya kosa. Kwa nini mmemweka ndani? Huyo mtoto hapana, alikuwa anamtaja mpaka babu yake, alikuwa anamtaja nani? Yaani alikuwa anataja kila mtu, alikuwa kama amechanganyikiwa. Nikamwambia mimi ni mama yake. Aliloniambia mimi, mwanangu, mimi nilimzaa yule na wewe ulimzaa nani? Huyo aliyefanya tukio. Kwa hiyo mimi ninachokuomba mama, sikiliza, najua ni uzazi ulikuwa unakusumbua. Na kwa vile ni uzazi uliokuwa unafanya nini? Unakusumbua. Jambo ninalokuomba, naomba kitu hiki kimoja. Itisha kikao ndugu yangu aniombe msamaha kabla sijachukua nini? Hatua. Ili nimruhusu akimbie. Hapo akishakimbia, yule mtoto wa watu naye mama yake ana uchungu naye. Tukiwa kama tuna Mungu, inatakiwa yule mtoto wa watu naye akae wapi? Akae nje. Haiwezekani naye yule mama yake alimbeba miezi 9, kwa nini akae ndani mtoto wa watu mama? Kama una Mungu. Mimi hilo nilipuuziwa. Yaani niseme kifupi, sinukuu jibu lolote ile nililopewa, ila kifupi waliendelea kuniangalia. Walivyoendelea kuniangalia, nilikakamata katoto kangu kingine ka kiume kaliko baki. Nikaenda nako Brokoti pale. Nikamwambia, mimi nimeamua nimeamua kwa sina ndugu, sina nani, nimeamua tu nijitupe mtaani. Chukueni huyu leeni. Hiyo ndo hatua yangu ya kwanza, manake sina pa kuanzia. Pale Brokoti wakaniambia kwamba, wewe Debo, kwa nini sasa unatupa unasema huna pa kuanzia? Nikamwambia, sasa nyie mkiwa kama ndo nini, ndo wahusika sijui na nini, sijui ndo ustawi, sijui ndo nini, mtamfungaje mtu mwingine badala ya nani? Badala ya kaka yangu ambaye anahusika. Kwa shikeni mwanangu, mimi mtoto wangu naye sitaki akae nyumbani. Yule mama akaniambia, naomba Debora nenda kakutane na afisa ustawi aliyeko naitwa nani? Nenda pale Let's Go na tunakupa, wakanipa nauli, wakasema kila kitu kitakuwa sawa. Nenda ukamkabidhi huyu mtoto. Mimi nilienda kwenye ile ofisi. Uniangalia tu hivyo unajua nimechanganyikiwa. Niliwaambia, shikeni huyu mtoto. Mimi sina shida. Shida yangu ni kwamba mimi nimeamua kuingia mtaani. Sina maisha, nimekimbilia kwa ndugu, hivi nikaa nalia sana. Lakini katika kulia nikakuta neno linanijia. Yaani neno ile faraja ya Mungu. Kwamba Mungu asipolinda, wanaolinda wanafanya kazi nini? Bure. Ulijua hela ndo itakayookoa nini? Maisha ya watoto wako wakati wewe unafanya nini? Unahangaika. Kumbe wa kulinda watoto wako ni heri ungekaa na njaa na watoto wako. Ulijijua unavyohangaikia pesa, ukajua kwamba ile pesa itasaidia watoto wako kwa nini? Unaona, ukamsahau Mungu. Ila baada ya pale, maisha yangu ndo kama hivyo akawa kutapatapa. Nikawa saa nyingine sina chakula, sina nini. Nikienda kwa walevi ndakunywa pombe ili pombe tu ipumbaze hata njaa. Saa nyingine nilikuwa naweza nikakaa, kumbe nilikula juzi. Ndo nakumbuka kwamba kumbe nilikula juzi. Na kulala popote pale. Ndo siku hiyo sasa. Yaani nimetoka, kuna sehemu nikawa nimepewa 2 maeneo hapo katikati. Nitoke hivi. Nikakutana na kaka zangu. Wako wanashoot nini? Sio kwa shoot movie gani, mimi hata sielewi. Nilivyowaona tu nikagundua, nikaangalia yale mavimbo nikagundua watu kuna kitu hapa nafanya. Nikamwambia ni shoot na mimi. Silipeni hata hicho kipengele nikicheze. Unajua lo pale iliniambiaje? Kwamba hata kama Debora niko hivi,
Kama jambo lao naweza nikalifanya. Umepiga kinywaji chako kipo kichwani tayari kinasoma. Geji inasoma. Lakini mwakuta washikaji ukasema jamani na mimi bwana naweza nikafanya jambo. Naweza, wakaniambia unaweza ukacheza nini? Nikamwambia mimi hivyo vyote mtakavyotaka. Yaani nitajituma yani. Mkiniambia nicheze malaya nitacheza, mkiniambia jambazi nitacheza. Ndio mwisho wa siku nikakumbuka leo nikakuta tena imenuma. Nalijua neno. Nikasema Biblia, umenielewa? Ndio pale wakaniambia haya tuone ubiri. Ndio kwanza siku hiyo nilivyomaliza tu nikataka kukimbia kuondoka, kaka yangu akanidaka mkono. Sasa kwa nini unaelewa na kati nini neno la Mungu unafanya nini? Nikamwambia wewe kaka, tena niache kabisa. Mimi ninachokuomba brother, naomba tu hela ya kula, mimi niondoke zangu hapa. Umenielewa? Hutaki mambo mengi. Alafu sioni kama ile hela ya kula kama hata atatoa. Yaani nilipata mshtuko, unanisikia? Maana yake ilikuwa ni kazi kwangu. Na asilimia kubwa nilikuwa nikisema niombe hela kama nikakuta kirahisi tu nikijiangalia nimechafuka, yani sieleweki, yani nguo zielekeleke na jinsi nilivyo na wenyewe jinsi walivyo, yani kuwatazama kaka watanashati nini unaona tena hapo lakini kuna maji hapo kichwani niko simu yani pale nalazimishwa bro kupendwa nao, unanielewa? Kwamba sasa hivi muonekano wangu usina hazi, labda nijaribu kuongea hata kwa Kiingereza kidogo, umenielewa? Basi namshukuru Mungu. Kazangu akaniambia sasa wewe Debora twende. Kitendo cha kunishika mkono vile kaanza kuangalia. Kwanza sikuamini. Twende, wakanipeleka mpaka ofisini, chukua hela ya kula. Hela ya kula nakuta kaka ananipa hii huku, anamwambia na mwingine muongeze hapo hela. Ongeza. Niliondoka nimeziacha bia zangu 2 kule na nili. Wakaniambia sasa kuanzia kesho usinywe. Utakula kwetu, ujage kila siku utakuwa nakula, na utafanya biashara gani? Nikamwambia nina shida na biashara nina uwezo nayo. Uwezo wa kufanya kazi unao? Ninao. Nikamwambia ninao uwezo. Wakaniambia tuambie mtaji wako wote ule, kesho njoo uchukue. Niliondoka pale kwanza, nilipofika pale kwenye ile baa nikasema Mungu, kweli hawa watu watanisaidia? Nikakuta sasa ile roho ya kimungu inaanza kunijia. Kwamba ni Mungu ameamua kufanya nini kukusaidia. Ndo mpaka sasa hivi najiona ni binadamu, ndio maana unaona unaongea na furaha. Umeanza ukurasa mpya. Nimeanza ukurasa mpya. Mklauzania, hii ni story ya mtu ambaye amekutana na mengi. Wanakuambia unapokutana na watu barabarani watreat vizuri. Hujui nyuma ya huyo mtu kuna mambo gani ambayo yanaendelea. Debora hapa ametusimulia kwa urefu namna ambavyo amekumbana na mambo mengi. Hapa yawezekana usimuone kwa karibu, lakini kuna makovu hapa usoni, ukimwangalia mikononi. Sio kwa sababu alipenda. Sio kwa sababu alipenda. Ni hali ya maisha ambayo alikuwa anakutana nayo, na kama alivyotueleza awali ni kwamba alikuwa anapambana kwa nguvu zote kuhakikisha wale watoto waliowatoa tumboni mwake wanakuwa vizuri. Bwana, tumeongea mengi. Yaani nimefurahi ambapo mmekuja jamani. Wala sikutegemea. Sikutegemea ni kama mngeweza kunitembelea mtu kama mimi. Mungu awabariki sana. Sisi ni redio ya watu. Clouds FM ni redio ya watu. Ndio. Na watu ni yani watu ni watu. Haijalishi wapo katika hali gani, ni watu wa chini, watu wa juu. Yaani kwa kweli mmenitia moyo. Mmenitia moyo ambavyo mwezi mkazani. Kwa hiyo nawatakia safari njema. Asante.